Habari. Hivi unajua kabla hujasema neno habari watu wamesha kusoma? Tafiti zinasema kwamba 55% ya mazungumzo yetu yanategemea mwili wako, sio sauti pekee. Hebu fikiria umeingia kwenye chumba cha mahojiano au mkutano wa kibiashara. Umependeza ndio, lakini macho yako yanatizama sakafu, mabega yako yamelegea, mikono yako umeikunja kifuani. Hapo hata ukisema mimi ni kiongozi bora, maneno yako yatakuwa yanadanganya, lakini mwili wako kila siku lazima utasema ukweli. Leo nataka tuangalie mifano mitatu inayojenga au kubomoa connection. Namba 1, eye contact. Unapozungumza na mtu huku ukiwa unachezea simu au kuangalia pembeni, ni kama unamwambia huyo mtu wewe huna thamani kama hichi ninachokitizama hapa. Lakini ukimpa macho yako yote, sio kumkodolea sana, unajenga uaminifu wa papo hapo. Ni kama unamwambia nipo hapa na wewe ongea na kusikiliza. Namba 2, kukaa au kusimama. Hebu si kujaribu kukunja mikono yako unapoongea na rafiki yako. Ghafla utaona mazungumzo yanakuwa magumu sana, lakini unapoachia mikono yako wazi na kuelekeza mwili wako upande wake, unakuwa unamwalika kisaikolojia kushiriki mawazo yake. Namba 3, tabasamu la kweli. Tabasamu sio kuachia meno tu wazi, bali ni kuondoa ukuta wa ugeni. Unakuwa unamkaribisha huyo mtu ajisikie free kuzungumza na wewe. Hivyo basi, kuanzia leo anza kufanya mazoezi ya power posing. Kabla ya tukio muhimu, simama wima, inua kidevu chako kidogo, achia kifua chako. Huu sio uovu, huu ni ujumbe kwenye akili yako kwamba mimi ninaweza na siwezi kushindwa. Kumbuka, maneno yako yanaweza kueleza mawazo yako, lakini lugha ya mwili ndiyo inayoeleza utu wako. Usisubiri mpaka ufungue kinywa ili uheshimike. Fanya mwili wako utoe hotuba hiyo mapema.